Wako wengine pia tuliambiwa kuwa walipata kuwekwa ndani ya gereza, nao wakaomba mpaka milango ikafunguka. Sasa sijajua ni milango ipi, kwa sababu haya magereza yetu wakati unapita pale unapata milango iko juu sana. Lakini usicheze na maombi. Maombi yanasukuma mlima. Maombi yanapasua bahari. Karibu tena mpenzi msikilizaji katika idhaa yetu hii, idhaa safi kabisa ambayo inaashiria uzalendo, utamaduni, amani na itikadi njema. Vile vile pia tunapenda sana kuangazia mambo mengi ambayo yanahusu bara letu la Afrika na sisi wenyewe pia kama Waafrika wazalendo. Hivi leo basi mpenzi msikilizaji, tutazama na tukizuka basi tunaangazia gereza. Na kabla tuanze kuchanganua jambo hili, naomba basi kwa unyenyekevu kama ungeliweza kubonyeza like ama ukaweka comment yako hapo, na vile vile kama hujajiandikisha basi fanya hivyo, kwa sababu hizo ndio njia pekee zilizobaki za wewe kuweza kupeperusha idhaa hii ili kaweze kuangaziwa kote na ikapate kufikia wengi, ili tukapate kunufaika, kusaidika na vile vile pia tukapate kufahamishana. Siku ya leo ningependa kuangazia kidogo maisha ya kijana mmoja aliyeitwa Yusufu, ambaye alikuwa na ndugu zake 11. Basi siku moja wakiwa wametumwa kwenda kuchunga ng'ombe ama kuchunga mifugo yao, wale ndugu zake walifikiria mambo ya kumdhalimu. Vile basi walikuwa wanaangazia kama wangeliweza kumuua ama kumtendea kitendo. Basi vile vile kwa haraka wakapata wanataka kumrusha katika kisima kimoja kirefu. Pale mmoja wao ambaye ni mdogo alifikiria kwa haraka na kaambia, badala ya kumtendea udhalimu kama huo ndugu yetu, kwa nini basi tusimuuze katika utumwa ili tukapate fedha naye akapate kwenda. Hivyo ndivyo alivyofanya. Basi walipomuuza yule, alipata kwenda kutumikia katika kasri la mfalme. Alipokuwa huko na katika utendakazi wake alikuwa amependeza sana, na alipoonekana hivyo basi yule mke wa mfalme alipata kumpenda, kwa sababu alikuwa wa umbo zuri na haiba ya kupendeza. Hivyo ilivutia kila mmoja hadi ikapata kumvutia hata mke wa mfalme. Napo alipomsogelea na kujaribu kumrai, kijana yule alikuwa ameiva ndani, alikuwa amekolea ndani. Hivyo basi akawa anajua anachokifanya na alikuwa na maadili mema. Hakuweza kuitikia, ikapelekea mke yule basi kuweza kumsingizia, yaani akamwekelea kitu ambacho alikuwa hajafanya. Akasema kuwa huyu kijana alikuwa anakusudia kuninajisi. Hilo lilikuwa ni tuhuma ama ni jambo ambalo halingefikiriwa mara mbili. Ilipelekea basi kijana yule kufurushwa kwa haraka, na hivyo basi kujipata mtupwa gerezani. Mle gerezani aliendelea kutumikia kifungo chake, na alipokuwa kule basi akapata kwanza kutafsiri ndoto. Na alipotafsiri ndoto ya kwanza ya mfalme, ikafika baada ya miaka 2 ndipo akaanza tena kuendelea na ile hali ya kung'amua, na baadaye basi akapata kuwa ameachiliwa huru, na hivyo basi kumpelekea kuwa waziri mkuu. Kijana Yusufu alipata kuishi jela kwa kusingizia. Hakuwa ametenda kile ambacho kilikuwa kimelalamikiwa. Ni mambo gani tunayopata kujifunza kupitia kwa Yusufu kwenda kufanya kazi kule kwa mfalme, kusingiziwa na vile vile kutupwa gerezani hadi kutoka? Hii inamaanisha kuwa kijana yule alikuwa na uvumilivu. Kijana yule pasi na kufanyiwa udhalimu kama ule wa kutupwa gerezani, yeye hakufa moyo. Alipofika kule anaendeleza talanta yake, yaani aliendeleza kile kilichokuwa ndani yake. Na vile vile pia tunapata kujua kuwa kijana yule kando na kushawishiwa na mke wa mfalme, alikuwa bado yeye ana misimamo yake. Je, wewe mpenzi msikilizaji, una msimamo? Kumaanisha kuwa Yusufu ndio baadhi ya wanadamu ambao wameiva ndani na wameiva pia nje. Siku kuwa wataweza kushawishiwa na vitu vidogo vidogo ama vitu ambavyo wanaona ni makosa. Kitu ambacho ni makosa Yusufu akilikataa na akapata lililo sawa. Vile vile kwa kufanya hivyo pia anajipata gerezani. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, wakati mwingine tunajipata gerezani si kwa kuwa tumekosa, bali ni kwa kuwa misimamo yetu ndio inayotupata gerezani, ingawaje tulikuwa tunaendeshana sawa kabisa na maadili na sheria na mujibu wa nchi
inatakika. Basi kupitia katika huruka za kijana huyu Yusufu inatupeleka katika mada yetu ya leo ambayo tunataka kuongelea kuhusu magereza. Magereza ni sehemu gani? Yanafanya nini? Yanatusaidia vipi? Gereza ni sehemu ambayo imetengwa ili ikaweze kuhifadhi wale ambao wamekosa, wale ambao wametuhumiwa, wale ambao wamepatikana na hatia na ikathibitishwa katika koti, na hivyo basi wanapewa kiwango ama kifungo cha muda fulani ili wakakae katika gereza. Pindi watakapokuwa wamemaliza wataachiliwa huru, na wale ambao wanapatikana kuwa walitenda makosa ambayo ni makuu zaidi, basi wao hufungwa maisha. Lakini siku za leo huko msamaha ambao huo unatoka haswa kwa rais, na vile vile unapelekea mtu yoyote yule ambaye amefungwa aidha apunguziwe kifungo ama achiliwe huru. Kwa hivyo jela za leo ni jela ambazo ni sehemu ya kurekebisha, ni sehemu ya marekebisho, ni sehemu ambayo inaweka kitu kuwa sawa. Mtu yoyote ambaye amekosa ama ameenda kinyume na sheria ama maadili yaliyowekwa, basi atajipata kwa wakati mmoja au mwingine anashikwa, anawekwa mbaroni, alafu anafunguliwa mashtaka. Mwendesha mashtaka anayapeleka pale kotini, yanasikizwa, na pindi atakapopatikana na hatia basi atahukumiwa, na iwapo atapatikana hana hatia, hakimu hana budi bali kumwachilia huru, na ataeleza bayana kwa siku za leo. Hakimu waliomo wanajaribu sana, wamejitahidi, wanajizatiti ili wasiweze kudhulumu ama kufanya makosa yoyote. Hivyo basi wao pia wanaongozwa na kile kisomo ambacho walipata kule katika chuo, na vile vile pia ziko sheria ambazo zimekuwa zikitungwa wakati wote ule katika nchi. Kwa hivyo basi ni kusema kuwa hakimu ni mtu ambaye anazingatia mambo mengi sana kabla apeane hukumu, na hukumu zile huandikwa, na iwapo utakuwa haukukubaliana nazo ama hukufurahishwa nazo, basi wewe ambao hujaona hivyo, unao fursa tena ya kuweza kupeleka lalamiko lako ili likasikizwe kwa kina ama likasikizwe zaidi na wengine ambao walio juu ya yule hakimu ambaye amepata kukusikiza wewe. Hivi ni kusema kijana wetu ambaye tumemtaja hapo mwanzoni ambaye ni Yusufu, angelikuwa ako katika nafasi hii, basi angelikuwa na fursa ya kuweza kupeleka malalamishi yake juu ili mke wa Potifa akapate kuitwa akaulizwe, ili naye akapeane ushahidi kamili, na iwapo ana mashahidi basi awatoe pia. Na Yusufu iwapo angelikuwa na shahidi pia yeye angetakiwa kuwatoa. Unapoweka majembe ndani ya gunia alafu uyabandike mgongoni ama uyainjike katika mgongo wako uanze safari, ni vigumu sana kama utapiga hatua zinazotosha ukose kusikia moja likiliza lingine ama likilia, na ule mlio utausikia tu hapo ndani. Hivyo basi ndivyo ilivyo katika dunia hii. Tulijipata wengi, hauishi peke yako, na kwa wakati mmoja au mwingine utajipata unanung'unika, unalia, unatoka machozi, ama kuna jambo ambalo halikufurahishi. Wakati mwingine basi mambo haya yanakuwa magumu, kwa sababu unapata sisi hadi nasi hatuchoki ama hatukosi chokozi. Unapata mmoja kamchokoza mwenzake, ama mmoja kamkosea mwenzake, ama mwingine kadhulumu mwingine. Hivyo basi mambo haya yanapokuwa yametokea, wakati mwingi utapata tunatafuta mahali ambapo yote haya yataweza kuongelewa ama yataweza kusikizwa, alafu iwapo kuna mmoja kamkosea mwingine, atapata kulipa fidia ama atapata kulipia kiwango kinachotoshana na lile kosa. Vile vile pia mambo haya wakati wa kitambo yalikuwa yakiongelewa sana, na yako yale mabaraza ambayo yalikuwa yanatengenezwa katika jamii. Unapata yako yale mabaraza ya wazee, basi watu walikuwa wanakusanyika, wanakaa pale, na iwapo mmoja amemkosea mwingine, jambo lile litawekwa bayana, litaongelewa, na mwishowe watapata jawabu, na yule ambaye atakuwa amepatikana na makosa basi atachukuliwa hatua. Na ziko mikakati ama mambo vile ambayo ilikuwa imepangwa, kwa sababu kila kosa lilikuwa na jawabu lake. Mambo haya yaliendelea kwa wakati huo wote, na baadaye dunia ilipozidi kufungua macho, mambo yalizidi, kwa sababu makosa yalizidi kuja namna tofauti. Mengine akawa ni makubwa kiasi kile ambacho hayangeweza kuongelewa chini ya mti, hayangeweza kuongelewa na lile baraza peke yake na yaishi. Hivyo basi ukakuja mifumo mipya
ambapo tukapata kutengeneza zile zinazoitwa koti. Koti hizi ni sehemu ambazo wakati mtu mmoja anajipata amekosewa ama amedhulumiwa ama kundi limekosewa, basi pale ndipo anapopeleka malalamishi yao. Huyo anakuwa ni mlalamishi, na yule ambaye amelalamikiwa basi huitwa na akafahamishwa, naye akaulizwa kama ana njia yoyote ya kuweza kujitetea ama aseme vile anavyoonelea mambo yalivyo. Pale basi koti huwa inachukua mkondo wake, iko na mikakati, iko na mipangilio ambayo inafuatilizia kesi zile hadi mwishowe ama tamati, ambapo itafika wakati itaamuliwa. Na wakati itakapoamuliwa na upatikane uko na makosa, basi pale ndipo utakapochukuliwa adhabu. Adhabu ziko tofauti. Ziko adhabu zile ambazo ni ndogo, ambazo hata unaweza kupata kifungo cha nje. Ziko adhabu ambazo pia ni kupigwa faini ama kulipia fidia. Hapo basi utatakiwa ulipe kulingana na kile kiwango ambacho kitakachokuwa ni sawa kabisa na lile kosa ambalo utakalokuwa umelifanya. Vile vile pia yako makosa ambayo yanambatanisha kifungo, yaani unapata umepelekwa gerezani ama jela ukafungwa kifungo, alafu vile vile pia ukalipia fidia ama moja kati yazo. Basi mpenzi msikilizaji, unapomaliza kesi yako katika koti, hapo ndipo unapoelekezwa pale gerezani ili ukatumikie kile kifungo ambacho hakimu amepata kiko sawa na makosa yako. Hakimu ni ule mwamuzi ambaye wakati mwingi unapata wako na kazi ngumu sana, kwa sababu kuamua kesi ama kuamua mambo wakati wewe mwenyewe hukuwa yakitendeka, ni ule ushahidi ambao umeletewa, huwa ni ngumu sana. Basi utapata hakimu wengi wako makini sana, wanafanya utafiti wao na wanajaribu kutumia kila ala iliyo mkononi mwake. Yako masomo ambaye amesoma akahitimu, ambaye anajua vile anaye. Uko mujibu wa sheria pia ameusoma kauelewa vizuri, na vile vile pia uko ushahidi, na pia yako mambo ambayo yanaeleweka kidunia vile ambavyo huwa yanaenda. Basi hakimu wale sana sana utapata huwa wamebobea, na wanapofika kupatiana uamuzi utapata wamepatiana uamuzi unaostahili. Basi ni vipi pia tukasema kuwa wako wale ambao huwa wanajipata gerezani na kweli ni kuwa hawajafanya makosa. Dunia ya leo mambo ni mengi, na wale hata mahakimu wako tu pale na wanategemea ule ushahidi, na wanategemea pia yule mlalamishi ameleta, na wakati mwingi utapata wanajaribu sana wawezavyo ili kukusaidia hata wewe ambaye umeshtakiwa, wakuelekeze njia ambazo unafaa kujitetea nazo, ndipo wakapate kubainisha ukweli ulipo. Basi hatutaki watu wawe magerezani, tunataka watu wawe wako huku nje wanajenga taifa. Iwapo wewe ni hamali, basi unajaribu sana, unasindikiza mizigo, unafikisha mizigo wenyewe. Iwapo wewe ni dereva, basi unafanya ule uendeshaji. Hivyo ndio tunataka. Tunachotakiwa kufanya sisi ni kuepukana na mambo yote yale ambayo yanaweza kukupelekea wewe kutiwa mbaroni, na vile vile pia kupelekwa kotini na kupata kuhukumiwa. Sababu unaposhikwa katika hali ya kufanya makosa na upelekwe katika jela ukafungwe, hivyo ni kusema kuwa ile aila yako ama familia yako yote wewe umeiacha vibaya. Kama wewe ni mzazi, unaweza kukisia ni nini kile ambacho familia yako itapitia. Itakuwa katika hali ya mateso kwa sababu ya mambo ambayo pengine wewe ulikusudia, ama pengine ulilegeza ukafanya mambo yakaenda sivyo, ama kuna mambo ambayo ulifanya ambayo si sawa kulingana na mujibu na sheria kwa zile sehemu ambazo tunajipata, iwe ni nchi, iwe ni sehemu ndogo ama ni sehemu kubwa. Yote tunayotakiwa kufanya ni tuwe na maadili mema, tuwe na uzalendo, tuwe na upendo, na kila wakati tuzingatie amani. Hivyo ni kusema hatuna tamaa. Pia wakati tunapojiepusha na mambo haya yote, basi inakuwa vigumu sisi kujipata tumeingia katika mikono ya askari, ama tumejipata katika hali za kuweza kuhukumiwa, ama hali za kuweza kutuhumiwa, ama kupelekwa hata kwenda kushtakiwa. Mpenzi msikilizaji, wakati wowote ule unapokuwa kule jela, huo muda wote umepoteza. Muda huo unaenda hivyo tu. Kwa hivyo ni vyema tupate kuishi
katika hali inayostahili, na tuzingatie sheria zote zilizowekwa mahali popote tulipo, ili tukawe wananchi ama wanadamu, ama vile vile tukawe watu ambao wana maadili mema, watu ambao wanapenda amani na hawana tamaa katika njia yoyote. Takwimu zinasema kuwa nchi ile ya Marekani ndio inayoongoza katika idadi ya jela ama magereza, na pia inaongoza katika idadi ya wafungwa. Ukipinduka pande ya pili, nchi kama ile ya Vatican haina jela, haina gereza hata moja. Piga bomba.